Bwana asifiwe sana. Karibu kwa Agape Global Evangelism. Leo tunaenda kusikiliza neno la Mungu na kichwa chake ni kuinuka na kuangamizwa kwa mpinga Kristo. Kuinuka na kuangamizwa kwa mpinga Kristo. Mpinga Kristo ambaye ako na majina mengine anaitwa mnyama, anaitwa dikteta, anaitwa mwana wa dhambi, anaitwa mpotevu, na tunaona kwamba atajulikana baada ya kanisa kunyakuliwa. Kwa njia nyingine, Yesu Kristo atakuja achukue kanisa lake aende nalo mbinguni, ndipo sasa huyu mpinga Kristo aonekane. Hataweza kuonekana mpaka Yesu Kristo achukue kanisa lake. Bwana asifiwe sana. Tunaona kwamba kuna kitu kinazuia huyu wa Kristo kwenda mbinguni au mpinga Kristo kuonekana. Na hicho kitu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anazuia au kanisa ndiye inazuia mpinga Kristo kuonekana, kwa sababu Roho Mtakatifu atakapoondolewa ulimwenguni ataondoka na Wakristo, ataondoka na wale ambao ni waaminifu, wale ambao wamemwamini Yesu Kristo kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao ndio wanazuia mpinga Kristo kuonekana. Na baada ya Roho Mtakatifu akiwa na kanisa kuenda mbinguni, ndio mpinga Kristo ataweza kuonekana. Kitabu cha Wathesalonika wa pili fungu la 2 na mstari wa 3 hadi 7, wacha tusome. Inasema hivi: Let no one deceive you by any means. Msikubali mtu awa yote awadanganye. For the day will not come unless the falling away comes first. Hiyo siku ya Kristo kwenye kwa kanisa haitaonekana, haitakuja mpaka yule mpinga Kristo kwanza aonekane. The man of sin is revealed, the man of perdition, yule mwana ambao ni wa uharibifu aonekane. Who opposes and exalts himself above all that is called God, ambaye anajiinua juu ya kila kitu ambao kinaitwa Mungu, or what is worship, au kile kinaabudiwa, so that he sits in as God in the temple of God, ili akae kama kanisani kama Mungu, showing himself that is God, akionyesha kwamba yeye ni Mungu. Do you not remember that when I was still with you I told you all these things? Amkumbuki ya kwamba wakati nilikuwa na nyinyi niliwaambia haya mambo yote. And now you know what is restraining. Na sasa mnajua ni kitu gani kinazuia. Yaani mnajua ni kitu gani kinazuia, Yesu Kristo kuja aende ndio huyu mpinga Kristo aonekane. That he may be revealed in his own time. Ili akaweze kujulikana wakati wake ufahao. Kuna kitu kinazuia, nacho ni nini? Roho Mtakatifu pamoja na kanisa. Atakapoondolewa Roho Mtakatifu hapa mbinguni, hataenda peke yake, ataenda na Wakristo, kwa sababu alikuja kukaa ndani ya Kristo, na Yesu Kristo atakapokuja kuchukua kanisa lake, Roho Mtakatifu ataenda na hilo kanisa. Bwana asifiwe sana. For the mystery of the lawless one is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Tunaona kwamba hapa ni Roho Mtakatifu tu ndiye anazuia, kwa sababu chochote kile ambacho kilikuwa kifanyike ndio Yesu Kristo akuje achukue kanisa au ndio huyu mpinga Kristo aonekane, kimeshaonekana. Lakini sasa Roho Mtakatifu ndiye anazuia, na akitoka pamoja na Kristo huyu mtu ataonekana. The rise of the Antichrist, yani kuinuka kwa huyu mpinga Kristo. Atakuja kama mwana wa amani, atakuja na amani, anaonekana mtu ambaye ni wa amani, na watu wengi wanampenda, watu wote watampenda sana. Na atakuwa na establish au ataanzisha ile inaitwa new world order, ile new world order, yani serikali ambayo inajulikana watu wengi, inapendwa watu wengi, na ni new world order. 10 kings will give their power and authority to him. Na wafalme 10 ambao pia watapata mamlaka wakati ule. Wakati huyo Antichrist atakuwa amepata mamlaka yake, kuna wafalme wengine 10 ambao wanasimamia nchi tofauti, wakiwa 10 watampatia mamlaka yao ili akaweze kuwa anasimamia dunia mzima. Nao wafalme 10 watakuwa ni dictators, watakuwa ni dictators kusema kweli. Na yeye huyu mpinga Kristo ataenda pale Jerusalem, pale kuna Waisraeli, wafanye ile inaitwa peace treaty. Wasaini peace treaty ya kwamba watakaa na amani kwa 7 good years. Miaka 7 hakutakuwa na vita katikati yao na maadui wao. Na hiyo peace treaty watasign, wana wa Israeli watafurahia, kwa sababu sasa kwa miaka 7
watakuwa na amani, kwa sababu huyu mtu mpinga Kristo amewawezesha kukaa na amani miongoni mwa waadui zao. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Thessalonika wa pili fungu la 2 mstari wa 8 hadi 12, Biblia inasema hivi: and then the lawless one will be revealed. Na sasa yule ambao ni mharibifu, yani ambao afuati sheria, ataonekana, whom the Lord God will consume with the breath of his mouth, ambao Mungu Baba atamwangamiza na ile pumzi lake kutoka kwa mdomo wake, destroy with the brightness of his coming, na kuamwangamiza na ile mwangaza wa kuja kwake. The coming of the lawless one is according to the working of Satan. Kuja kwa huyu mtu ambao ni mpinga Kristo kutakuwa akona nguvu za kishetani, with all power, signs and lying deception, akiwa na nguvu na ishara na nguvu na mambo ya udanganyifu, and with all unrighteous deceptions among those who perish, na au mambo yote mabaya kwa wale ambao wataangamia, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Ni kwa sababu hawakupokea ile upendo wa ile ukweli ambao walipatiwa na Mungu na wakaikataa, wangeweza kuokoka, lakini walikataa. And for this reason God will send them strong delusion. Kwa sababu hii Mungu atatumia ile strong delusion that they should believe a lie, ili wakaweza kuamini ile uongo ambao huyu mpinga Kristo anaweza kuambia. Mungu atatumia kitu ambacho kitawafanya waamini tu, waamini kile wanaambiwa bila kufikiria. Kwa sababu nini? Kwa sababu waliambiwa ukweli wa mambo, walikataa, walipuuza, and that they might be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. Wakaweza kuangamia wale ambao hawakuamini ukweli, sasa wakaweza kuangamia kwa sababu walikuwa na furahia walikuwa na furahia unrighteousness, ule ubaya, walikuwa na furahia mabaya. Tunaona kwamba kuanzia mwaka wa kwanza wakati huyu mpinga Kristo ataanza kuwa mfalme wa dunia hii mpaka mwisho wake, kutakuwa na aina mbili za tribulations. Kuna ile tribulation ya kwanza ambayo si ngumu sana, lakini ya mwisho inaitwa great tribulation. Lakini ya kwanza haitakuwa na ugumu sana kama ya kwanza. Okay. Leo tuangalie tuone kwamba kuna false prophet. False prophet ni ile mtu wa dini anasimamia dini ambayo itakuwa katika dunia hii. Kutakuwa na dini moja, na hiyo dini moja itasimamiwa na mtu mmoja anaitwa false prophet, yani nabii wa uongo. Huyu nabii wa uongo ndiye atakuwa anasimamia hiyo dini ambayo itakubalika hapa duniani. Na yeye atafanya miujiza mingi sana, akipewa uwezo na shetani mwenyewe. Na kila kitu ambacho kitakuwa kikiendelea hapa duniani, ya aidha kununua au kuuza, kitakuwa kinarekodiwa. Na huyu nabii wa uongo atalazimisha watu kumwabudu huyu Antichrist, huyu mpinga Kristo. Atawalazimisha watu kumwabudu. Na tena atawalazimisha wapate mambo katika uso zao na mikono wao wa kulia. Watalazimisha wapate kitu, inaitwa mark. Na kutakuwepo na kuuza au kununua bila kuwa na hiyo mark ambayo itakuwa katika kichwa chako au uso wako au katika mkono wako wa kulia. Hautaweza kununua kitu au utaweza kuuza kitu kama hauna hiyo kitu. Na tena hizo utalazimishwa uipate. Na wale ambao watakataa kuchukua hiyo mark ya beast, ndipo sasa wakaweza kumwabudu. Au watu ambao watakataa, na kuambia kwamba kichwa chao kitakatwa. Na kuambia kwamba kuna watu hapa wamehubiriwa injili, wamesema kwamba nitaokoka kesho, nitaokoka mwaka ujao, nitaokoka. Atapeana sababu ya kutokuokoka, anairisha wokovu wake. Na kuambia hiyo siku utashikwa kabla ya kuokoka. Ukiona mtu kichwa chake kikitolewa, utasema sitaweza kukubali kichwa changu kitolewe. Kwa hivyo utakubali upatiwe the mark of the beast. Na ukipatiwa hicho, ujua kwamba umepata tiketi ya kuingia jehanamu, yani kuingia ziwa la moto. Utakuwa ni mtoto wa shetani. Hautaweza kuungana na Mungu tena milele yako. Na tena utakuwa na ile inaitwa great tribulation, ambayo inakuja ile miaka 2.5 ambayo ni ya mwisho wa ile miaka 7 ambayo tumeona hapa. Kwa hivyo nakuambia Mungu anakupenda,
anataka uokoke wakati huu ambao ni wa neema. Ukingojea wakati ambao haujui ni itakuwaje, unaweza kutokubali ukate kichwa chako, na sasa utakuwa umeangamia milele na milele. Kwa hivyo usikubali kuahirisha wokovu wako. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Revelation 13 mstari Ufunuo 13 na mstari wa 15 hadi 18, Biblia inasema hivi: he was granted power to break the dread of the image of the beast. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as will not worship the beast or the image of the beast to be killed. Huyu nabii wa uongo alipewa mamlaka ya kutoa pumzi yake, kumbatia ile sanamu, na sanamu inaanza kuongea, na sanamu ikiongea inakuwa na nguvu ya kusema wewe ambao umekataa kuabudu hiyo sanamu uliwe. Imagine sanamu ina nini? Inaongea. Huyu false prophet, huyu nabii amepewa na mamlaka na shetani ya kutoa breath yake, yani kupumzi zake, na hiyo pumzi yake inapatia beast uwezo wa kuongea, na tena kusema kwamba kama wewe umekataa kuiabudu uliwe. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Huyu nabii wa uongo ndio sasa anafanya kazi ya kulazimisha upate hiyo mark, the mark of the beast, kwa kichwa chako au kwa mkono wako, na ukikataa kichwa chako kinang'olewa. And that no one may buy or sell except one who has the mark of the beast on the name of the beast, or the name of the beast, or the number of his name, which is 666. Kwa hivyo sasa ni yule tu atakayekuwa na hiyo mark of the beast ataruhusiwa kuuza au kununua. Kama hakuna kuuza, hakuna kununua. Kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 4 hadi 6, Biblia inasema hivi: so they worship the beast, the dragon, who gave authority to the beast. Kwa hivyo wakamwabudu shetani ambao alipatia mamlaka yule mpinga Kristo. And they worshiped the beast, saying, na wakamwabudu yule mpinga Kristo wakisema, who is like the beast? Ni nani kama mpinga Kristo? Who is able to make war with him? Ni nani awesaye kupigana na yeye? And he was given a mouth speaking great things and blasphemies. Na akapatiwa mdomo wa kunena mambo mabaya sana ya kutukana Mungu. And was given authority to continue for 42 months. Na alipewa mamlaka ya kuendelea miaka 3 na nusu. Then he opened his mouth in blasphemies against God. Na akafunua kichwa chake akimtukana Mungu, to blaspheme his name, kutukana jina lake, and his tabernacle, na kanisa lake, that ile tembo yake, and those who dwell in heaven. Na wale ambao wanakaa mbinguni ni watu kina nani ambao wanakaa mbinguni? Si ni Wakristo ambao wamenyakuliwa? Anawatukana. Anajua kwamba ameshatoka, wameenda mbinguni, anawatukana wakiwa mbinguni, na yeye akapa chini, huyu mnyama. Hebu ile vita ambayo inaitwa Gog and Magog. Tunaona katikati, yani baada ya miaka 3 na nusu ikiisha, kuna kitu kitatendeka. Russia ambayo inaitwa nchi ambayo iko kaskazini wa Israeli, na wale vita vingine, yani nchi zingine ambao waungana wao wote, watasema watakuja kuvamia Israeli. Na hapo mahali watakaopigana wanaitwa Gog na Magog. Ndio inaitwa the Battle of Gog and Magog. So Russia na vita vyake ndio watakuja kuvamia Israeli hapo katika milima ya Israeli. Lakini Mungu mwenyewe ndiye ataingilia katika hii vita. Ataangamiza hizo majeshi yao yote ambao yamekuja kuvamia Israeli. Kitabu cha Ezekieli 38 na mstari wa 8 hadi 12 unaweza tusome, lakini ningetaka kuambia kwamba ukitaka kujua vile hii vita inaendelea, soma Ezekieli 38 na 39. Utaona vile vita itakapokuwa wakati wa hii vita ya Gog na Magog. Mimi nasoma tu kisehemu kidogo tu, 38 mstari wa 8 hadi 12. Unasema hivi: after many days you will be visited. Baada siku nyingi wewe watu watakuja kwako. In the latter years you will come to the land of those who brought back from the sword and gathered from many people on the mountains of Israel. Yani utakuja baada ya siku nyingi, mtakuja kuvamia watu ambao walikuwa wamechukuliwa mateka
wapelekwa nchi za nje na wakakaa huko, lakini baadaye wakarudishwa kwao. Bwana asifiwe sana. Ni Mungu anaongea kuhusu wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa wametekwa mateka wakapelekwa nchi zingine, ikawa hakuna nchi inaitwa Israeli, lakini 1948 wakarudishwa kwao. Na baada ya kurudishwa kwao, sasa tunaona kwamba hao majeshi yanakuja kuwafahamia watu ambao wametoka mahali tofauti tofauti wakija katika nchi zao. Bwana asifiwe sana. Which had long been desolate, they were brought out of the nations, and now of them dwell safely. Walipelekwa mahali pingi, wakaletwa hapa, na saa hii wanaishi kwa amani. Unakumbuka sasa mpinga Kristo alikuja akaweka treaty na wao, akamwambia kwamba sasa kutakuwa na amani katikati yenu na maadui zenu. Sasa wanajua kwamba wanaishi kwa amani, lakini katika hiyo hali kuishi kwa amani wanafahamiwa na wanaweza Russia na condition. You will ascend coming like a sword. Yaani anaongea kuhusu hao majeshi ambao wanafahamia Israeli. Anawaambia kwamba mtakuja kama storm, you know, covering the land like a cloud, mkifunika nchi kama ile mawingu. You and all your troops and many people with you. Nyinyi na troops zenu na majeshi yenu na watu wengine wengi ambao mtakuwa na wao. Thus says the Lord God. Na Mungu anasema hivi, oh, that day it shall come to pass that throughout that thoughts will rise out of your mind. Inasema kwamba yani wewe utakuwa na jibu, utaanza kuwa na mafikirio mabaya itakuja kwako, utaanza kufikiria vile utaenda kufahamia hiyo nchi nyingine. You will say, I'll go up against a land of unwalled villages. Unasema kwamba nitaenda nifahamie nchi ambao haina ukuta na kuwazuia. Bwana asifiwe sana. I'll go up to a peaceful people. Nitaenda kwa watu ambao wako na amani, ambao wanakaa kwa amani. All of them dwelling without walls. Wote wekaa bila maukuta na ambao yanawazuia. Having neither bars nor gates. Ambao hata hakuna gates, hakuna bars au gates. Wana wa Israeli wako na amani. Kumekuwa na peace treaty. Kwa hivyo sasa wanakaa na amani. Na tena hawana maukuta ya kuwazuia kutokana na adui zao. Kwa sababu sasa hawana adui. To take plunder and to take booty, ili kuenda kunyakua ile vitu yao. To stretch out your hand against the waste places and that again inhabited. Na kuchukua ile nchi ambao sasa imekuwa imekaliwa tena na wana wa Israeli. And against a people gathered from the nation. Na tena kinyume cha watu ambao walikuwa wametolewa nchi zingine, wameletwa mahali pale. Who have acquired livestock and goods, ambao sasa baada ya kuja pale wamepata mifugo na vitu vingine. Who dwell in the midst of the land, ambao wanakaa katikati ya hiyo shamba. Nyinyi mnasema mtakuja. Sasa nakwambia kwamba Mungu ndiye aliingilia katikati na akawaangamiza au majeshi yote. Then baada ya hiyo vita ya Gog na Magog kutakuwa na power vacuum. Yaani kutakuwa sasa maadui wa Israeli wamemalizwa. Yule mpinga Kristo sasa, hata kwa sababu sasa ameona kwamba maadui wa Israeli wamepingwa na ile majeshi ambao pia yangeweza kuwa iko kinyume chake yamesha kuangamizwa, yeye mwenyewe sasa atafanya kitu kimoja. Akaenda akasema kwamba ile peace treaty nimesaini na Israeli, nimeikataa, nimeiondoa, withdraw, cancel that peace treaty. Akasema hakuna sasa hiyo peace treaty, because umekuwa sasa amechukua sasa, akaja akachukua mamlaka ya dunia mzima. Akasema sasa mimi sasa ndio anatawala dunia mzima, control the whole world. Bwana asifiwe sana. Na kutoka wakati ule ambao shetani ambao mpinga Kristo ameingia katika hekaluni na kusema kwamba yeye ni Mungu aabudiwe, mpaka mwisho wa miaka ingine 5.5 inaitwa the Great Tribulation. Kwa sababu ni hiyo siku, ni wakati sasa Mungu ndio sasa anapatia ghadhabu yake sasa inaonekana dunia mzima. Miaka ya kwanza 2.5 ilikuwa ni mpinga Kristo akitesa wale watu ambao wamekataa kuchukua the mark of the beast. Ile miaka 3.5 ya kwanza ni wale ambao wamekataa kuchukua ile mark ya beast, au ndio walikuwa wanateswa kwa kukatwa vichwa vyao, na tena watu kufanywa mambo ambao hawakutaka, kuposiwa kufanya mambo ambao hawataki. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa miaka mingine 3.5 ya mwisho, hapo ni Mungu mwenyewe sasa akitoa ghadhabu zake, hasira yake juu ya dunia, na ndio inaitwa the Great Tribulation. Mungu atatuma ghadhabu 21
juu ya hii dunia. 21 plagues or supernatural judgments itaingia katika dunia hii kutoka kwa Mungu mwenyewe. Malaika wenyewe ndio watakuwa wakifanya hiyo kazi ya kuleta hizo ghadhabu. Sasa tutaongea zote, lakini wacha nikupatie kama 3 4 hivi. Itakuwa ni nini? Mito na mahali maji natoka itafanywa kuwa damu. Ikawa sasa maji ambayo unaweza kunywa imekuwa damu. Sasa utaona watu wanaangamia, wanaumia kwa sababu hakuna maji ya kunywa. Tena kutakuwa na, yani hii dunia itakuwa na ile joto jingi sana, joto. Itakuwa ni kama jua itakuja karibu, ianze kuchoma watu na joto nyingi sana. Pia kutakuwa na, yani giza dunia mzima, kutakuwa na giza sehemu nyingi ya wakati mwingi. Tusema third of the time the day inakuwa ni giza kabisa. Na kutakuwa na ile inaitwa earthquake. Itakuwa mbaya sana, earthquake itaonekana dunia hii, na ile inaitwa hailstones. Ile hailstone itaangukia wanadamu hapa duniani. Hiyo ni moja wapo na zile ghadhabu Mungu ataachilia hapa duniani. Ukumbe kwamba itakuwa 21 ya zizo. Kitabu cha Revelation 14 mstari 11 Biblia inasema hivi, then a third angel followed them, saying with a loud voice, malaika watatu akafuata akasema, if anyone who worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his right hand, he himself shall also drink of the cup of the wrath of God. Yule mtu ambao amemwabudu yule mpinga Kristo nao kuabudu sanamu yake na kupokea ile mark ya beast katika kichwa chake au katika mkono wake, yeye mwenyewe pia atakunywa kile kikombe cha hasira ya Mungu, kikombe ambao kinajaa hasira ya Mungu. Bwana sasa, which is poured out full strength into the cup of his indignation, ambao imejazwa na kutupa kwa wale ambao wameweza kuabudu huyo mpinga Kristo. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of his holy angels and in the presence of the Lamb. Na atateswa mbele za Yesu Kristo na mbele za malaika. Bwana asifiwe. Yule mtu ambaye amepokea hiyo. And the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day or night who worship the beast and his image, and who have received the mark of his name. Na ile moshi ya kuumiza, ile moshi ya kuumiza itatoka huko chini milele na milele, kuweza kuwadhuru wale watu wote ambao wamechukia ile mark ya beast na pia kumwabudu huyo mpinga Kristo. Bwana asifiwe sana. Hebu tuone vile huyo mpinga Kristo atakapoharibiwa. Kuna vita nyingine inaitwa the Battle of Armageddon, yani vita ambayo itapiganiwa mahali panaitwa Armageddon. Hii vita itakuwa ni yule vita nje ya kutoka east au kutoka mashariki, ambao tunaamini kwamba ni Russia na China. China na majeshi yake 200 million soldiers will come to take over Israel. Will come and fight to take over Israel. You come and fight with the Antichrist. That is the beast, because yeye ndiye atakuwa amesimamia mahali pale. Itakuja mahali pale wapigane na Antichrist ndiposa achukue Israel. Bwana asifiwe sana. Na hiyo vita itapiganiwa mahali panaitwa Armageddon. Sasa wakati atakapokuja na majeshi yake, naye mpiga Kristo na majeshi yake waanze kutaka kupigana mahali pale, naye Kristo atateremka na majeshi yake ambao ni malaika wake na Wakristo wale kanisa lake, kila mmoja akiwa amevaa mavazi nyeupe na amekalia farasi nyeupe. Watateremka, watakuja mahali pale, kutakuwa na hiyo vita, na Yesu Kristo mwenyewe ndio ataangamiza majeshi yote ya sehemu zote mbili. Ataangamiza majeshi yake, ndiye ataangamiza. Mahali panaitwa Battle of Armageddon. Hapo ndio unaona kwamba ndege wa angani watafurahia sana kula mabaki au mili ya watu ambao wako mahali pale. Hebu tuone vile nasema hivi, Christ will ascend with the saints and angels. Christ atateremka na malaika wake katika hiyo vita ya Gog and Magog, and then ataangamiza. Kwa sasa nataka tuangalie kitabu cha Revelation chapter 19 verse 11 to 18, lakini inaweza kusummarize tutisoma kusoma. Ile sema hivi, Yesu Kristo mwenyewe
atakalia farasi nyeupe. Macho yake yatakuwa kama flame of fire, ni kama yaani moto. Na kichwa chake kitakuwa kimefaa crowns nyingi, many crowns. Na mavazi yake itakuwa imeingizwa ndani ya damu, imekuwa dipped in blood, mavazi ya Yesu Kristo. Na atakuwa anaitwa jina lake Word of God, neno la Mungu. Na yani majeshi yake ya mbinguni watakuwa wamevaa mavazi meupe na pia wamekalia farasi nyeupe. Na katika mavazi yake na upande mguu wake na mavazi yake yatakuwa imeandikwa mfalme wa wafalme na Mungu wa miungu. Mungu wa miungu, mara ilikuwa imeandikwa king, mfalme wa wafalme na Mungu wa Lord of Lords, King of Kings and Lord of Lords, itakuwa imeandikwa hivyo katika mavazi yake. Then tuone hiyo vita, baada hiyo vita kupiganwa, vita Battle of Armageddon itakuwaje. Baada hiyo vita kupiganwa, Yesu Kristo ndiye ataharibu majeshi yote ambayo itakuwa yamkuja pale kupigania pale Israeli. Shetani mwenyewe atashikwa na afungwe na malaika wa Mungu na atupwe katika ile pit ambayo haina mwisho, bottomless pit. Naye false prophet, yani yule nabii wa uongo na beast, nabii wa uongo na beast na mpinga Kristo, nabii wa uongo na mpinga Kristo ndio watakuwa yani wa kwanza kabisa kuingia katika ziwa la moto. Naye shetani amepelekwa katika bottomless pit, shimo ambayo haina mwisho. Na hapo Yesu Kristo ndiye ataanza ile inaitwa millennial rule, that is atakuwa mfalme wa dunia hii miaka 1000. Hebu tuone sasa vile nao maandiko yanasema. Kitabu cha mwisho Ufunuo 19 mstari wa 19 hadi 21 inasema hivi: And I saw the beast, the kings of the earth, na nikaona yule mnyama na wafalme wa mbingu, and their armies gathered together, na majeshi yao wakikusanyika pamoja, to make war against him, yani kupigana na yule Yesu Kristo, who sat on the horse, and against his army, ambao alikuwa amekalia farasi wake, na tena kinyume na wakiwa sasa wanataka pia kupigana na majeshi yake. Then the beast was captured, lakini yule mpinga Kristo alishikwa, and with him the false prophet, na yule ambao ni nabii wa uongo, who worked signs in his presence, ambao alifanya miujiza mbele zake, by which he deceived those who received the mark of the beast, yule ambayo alimtumia kudanganya wale pokea ile alama katika kichwa chao au katika mkono wao. The two were cast alive in the lake of fire burning with brimstone. Wao wawili walitupwa wakiwa hai katika ziwa la moto ambayo inamwaka na moto. And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse. Na wale wengine wote waliweza kuuliwa na yule ambao ni Yesu Kristo. And all the birds were filled with their flesh. Na ndege wote wakafurahia chakula chao. Revelation 20, yani Ufunuo 20 na mstari wa 2 hadi 3 unasema hivi: He laid hold of the dragon, alimshika shetani, that old serpent called the devil, that servant of old, who is also known the devil and Satan. Yule ambao ni mnyama wa zamani, ambao ni shetani, ambao ni shetani, and bound him for 1000 years, na akamfunga miaka 1000, and he cast him into the bottomless pit and shut him up, na akamtupa kwenye shimo ambao haina mwisho, na akamfungia mahali pale. Bwana asifiwe sana. Naamini kwamba umesikia neno la Mungu. Nataka kuambia kwamba wakati huu ni wakati wa kuokoka, ni wakati wa neema. Unaweza kuokoka bila shida yoyote, bila kudhulumiwa, bila kulazimishwa, bila chochote. Lakini kuna siku inakuja ambao utataka kutafuta huo wokovu au utaupata. Wale ambao wataupata kwa njia ya kukatwa vichwa vyao. Na ni wakati ambao Yesu Kristo atakuwa kwanza amenyakua kanisa lake, ameenda mbinguni, kufurahia mbinguni. Hapo sasa katika ulimwengu huu ndio sasa utalazimishwa aidha umwache Yesu, umkane Yesu, au ukate kichwa chako ndiposa ukaweze kujiokoa kwa damu yako. Naamini ya kwamba utakapoona mtu ambaye amekatwa kichwa chake, wewe mwenyewe unaweza kusema kwamba sitakubali kukatwa kichwa changu, wacha uchukue hiyo mark ya beast,
ndio uweze kuepuka kukatwa kichwa chako. Kwa hivyo sasa wakati huu ni mzuri wewe kwako ukaweza kuokoka. Usiweze kuahirisha wokovu wako. Okoka saa hii. Yesu Kristo anakupenda. Si mapenzi yake mtu awaye yote akaweza kupotea, lakini mapenzi yake kila mtu akapokee wokovu. Kwa hivyo omba hili ili ukampokee Yesu Kristo, ndio uepuke hiyo siwa la moto, uepuke ghadhabu za Mungu. Sema, Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako. Nimetambua ya kwamba mimi ni mwovu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba kwamba unisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako. Kutoka sasa ninaamini ya kwamba nimesamehewa, nimetakaswa, nimeoshwa na mimi ni mtoto wa Mungu. Asante Mungu Baba kwa kunisamehe. Asante kwa kunifanya mtoto wako. Mimi Yesu Kristo amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naamini ya kwamba alifufuka kutoka kwa wafu ili nikapate wokovu. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu akubariki sana. Naomba kwamba ukaweza kusambaza hii video kwa wote, ndipo pia unao wakapata wokovu. Pia unaweza kusubscribe. Mungu akubariki.